Mtoto wa bilionea alizaliwa kiziwi, lakini nuru ilianza kuingia usiku ule baada ya mfanyakazi wa ndani kumtolea kitu sikioni. Mtoto alianza kusikia. Je, ilikuwaje mtoto huyo akapona? Ungana nami katika simulizi hii ya mtoto kiziwi. Lakini kabla hatujaanza, bonyeza neno subscribe ili usipitwe na simulizi tamu kutoka kwetu. Pia tuandikie maoni yako. Unatizama simulizi hii tokea wapi? Nini maoni yako juu ya simulizi hii? Tufanye wapi maboresho? Maoni yako ni muhimu sana kwetu kukuletea vitu vizuri na miendelezo yetu kila siku. Na pia heri njema ya mwaka mpya. Sasa tuianze simulizi yetu. Usiku ule jumba kubwa lilikuwa kimya kuliko kawaida. Hakukuwa na kelele za magari wala sauti za walinzi wakitembea nje. Ndani ya chumba cha mtoto, taa ndogo ilikuwa inawaka, ikitoa mwanga hafifu uliogonga kuta nyeupe. Mtoto wa bilionea alikuwa amelala, pumzi zake ndogo zikisikika kwa utulivu, bila yeye kujua kuwa muda mfupi ujao ungeanza kubadilisha maisha yake yote. Mlango ulifunguliwa polepole sana, kana kwamba mtu aliyekuwa akiingia aliogopa hata sauti ya hatua zake. Alikuwa ni mfanyakazi wa ndani, yule yule ambaye watu wengi hawakuwahi kumtilia maanani. Uso wake ulikuwa umejaa umakini na heshima, kana kwamba alijua alikuwa anakaribia kufanya jambo kubwa kuliko yeye mwenyewe. Alisimama karibu na kitanda cha mtoto, akimtazama kwa muda mrefu. Macho yake yalijaa hisia nzito, huruma, upendo na kitu kingine ambacho hakikuweza kuelezwa kirahisi. Akavuta pumzi ndefu, kisha akaweka mkono wake mfukoni na kutoa kitu kidogo kilichofungwa kwenye kitambaa chembamba. Hakukuwa na mtu mwingine chumbani. Hakukuwa na kamera, hakukuwa na mashine. Kulikuwa na kimya tu na mapigo ya moyo wake yaliyokuwa yanakwenda kasi kidogo. Kwa mikono iliyokuwa ikitetemeka kwa tahadhari, alimgeuza mtoto taratibu upande mmoja. Alimsogelea sikioni, akihakikisha mtoto yuko sawa. Kisha kwa umakini mkubwa, akamtolea kile kitu kidogo karibu na sikio lake. Hakufanya kwa haraka, hakufanya kwa hofu. Alifanya kana kwamba alikuwa akifuata jambo aliloliamini kwa dhati. Mtoto alitikisika kidogo, alikunja uso, kisha akatulia tena. Mfanyakazi wa ndani alisimama kimya, akimtazama, akingoja. Sekunde zikapita. Hakukuwa na mabadiliko yoyote ya haraka. Ndani ya moyo wake, mfanyakazi huyo alihisi woga mdogo ukipanda, lakini hakurudi nyuma. Alimsogelea tena mtoto, akamgusa kwa upole kwenye kifua na kuzungumza kwa sauti ya chini sana, karibu na sikio lake, maneno ambayo hayakusikika mbali. Ndipo jambo lisilotarajiwa likatokea. Mtoto alitetemeka ghafla, macho yake yakafunguka polepole. Alitazama juu, kana kwamba alikuwa akitafuta chanzo cha kitu fulani ambacho hakuwa amewahi kukisikia kabla. Midomo yake ikaanza kusogea, kama vile alikuwa akijaribu kuiga kitu kisichoeleweka. Mfanyakazi wa ndani alihisi miguu yake ikikosa nguvu. Alirudi nyuma hatua moja, akishika mikono yake kifuani, macho yake yakiwa yamejaa mshangao. Mtoto akatoa sauti ndogo sana, sauti dhaifu, isiyo kamili, lakini ilikuwa sauti. Mlango wa chumba ulifunguka ghafla. Bilionea alisimama pale, macho yake yakiwa makubwa, uso wake umechanganyika na hasira na mshangao. Alikuwa amefuata hisia zake bila yeye mwenyewe kujua kwa nini. Macho yake yalihama haraka kutoka kwa mfanyakazi wa ndani hadi kwa mtoto. "Umefanya nini?" aliuliza kwa sauti nzito, lakini iliyokuwa na uoga ndani yake. Kabla mfanyakazi huyo hajajibu chochote, mtoto akatoa sauti tena. Safari hii ilikuwa wazi zaidi. Bilionea alisimama kama aliyegongwa na radi. Alisogea karibu na kitanda, moyo wake ukipiga kwa nguvu. "Sema tena," alisema kwa sauti ya chini, kana kwamba aliogopa kuharibu kile kilichokuwa kinaendelea. Mtoto aligeuza kichwa chake kidogo, midomo yake ikatetemeka. Kisha akatoa sauti iliyokatiza kimya cha miaka mingi. Bilionea alishusha magoti yake taratibu, machozi yakaanza kumtoka bila yeye kujizuia. Hakujua afikirie nini, hakujua aulize nini. Swali moja tu lilikuwa likipiga kelele akilini mwake.
ilikuwaje kufika hapa? Miaka michache kabla ya usiku ule wa ajabu, maisha ya bilionea yalionekana kuwa katika mstari ulionyooka. Biashara zilikuwa zinafanikiwa, majina yake yalikuwa yakitajwa kwa heshima, na kila alichokigusa kilionekana kubadilika kuwa mafanikio. Lakini kulikuwa na jambo moja tu ambalo alikuwa akilisubiri kwa hamu kubwa kuliko mikataba yote aliyowahi kusaini: kuwa baba. Siku alipogundua mke wake alikuwa mjamzito, alikaa kimya kwa muda mrefu, akitazama sakafu kana kwamba hakuamini kile alichokuwa amesikia. Kisha alitabasamu, tabasamu la kweli lililotoka moyoni. Alimkumbatia mke wake kwa nguvu, akiahidi mbele ya nafsi yake kwamba mtoto huyo hangekosa chochote duniani. Miezi ya ujauzito ilipita kwa matumaini na mipango. Alitengeneza chumba cha mtoto kwa uangalifu mkubwa, akachagua kila kitu mwenyewe, kuanzia rangi ya kuta hadi kitanda kidogo cha mtoto. Alikuwa tayari kumsikia mtoto wake akilia, akicheka, akimuita baba. Sauti hizo tayari zilikuwa zinaishi akilini mwake hata kabla mtoto hajazaliwa. Siku ya kujifungua ilipofika, hospitali ilijaa watu. Madaktari walikuwa tayari, wauguzi walitembea kwa haraka, na bilionea alikaa karibu na mlango wa chumba cha kujifungua, akitembea huku na huku kwa wasiwasi. Dakika zilionekana kama saa. Kila sauti iliyotoka ndani ya chumba ilimfanya asimame ghafla. Hatimaye kilio cha mtoto kilisikika. Kilio kile kilimfanya ashushe pumzi aliyokuwa ameshikilia kwa muda mrefu. Machozi yakamtoka bila yeye kujizuia. Mtoto alikuwa amezaliwa. Alipomuona mtoto wake kwa mara ya kwanza, alimshika kwa mikono iliyokuwa ikitetemeka kidogo. Alimtazama uso wake mdogo, akahesabu vidole vyake, akahisi uzito wake kifuani. Ilikuwa ni furaha safi, isiyo na doa lolote. Lakini siku chache baadaye, mambo yalianza kuonekana tofauti kidogo. Mtoto alikuwa mtulivu sana. Alilala sana, na hata alipokuwa macho, hakushtuka kwa kelele zilizokuwa karibu naye. Mwanzoni kila mtu alisema ni kawaida. Watoto wengine huwa watulivu, waliambiwa. Lakini mama wa mtoto alianza kuona mambo ambayo hayakuwa yakimwacha na amani. Alipomuita mtoto kwa sauti ya juu, hakukuwa na mabadiliko. Alipopiga makofi karibu naye, mtoto aliendelea kuangalia mbele bila hofu. Kila jaribio lilimfanya moyo wake uzidi kuzama. Hatimaye waliamua kufanya vipimo. Bilionea alikaa kwenye kiti cha chumba cha kusubiri, akitazama saa yake mara kwa mara. Hakuwa na hofu kubwa bado. Kwa akili yake, hiki kilikuwa kitu kingine ambacho kingerekebishwa. Daktari alipotoka, uso wake ulikuwa mzito. Aliwaomba wakae. Alianza kuelezea taratibu kwa sauti ya tahadhari, kana kwamba alikuwa anatembea juu ya kioo. Maneno yake yalikuwa machache, lakini athari yake ilikuwa kubwa. Mtoto wao alikuwa amezaliwa kiziwi. Kulikuwa na kimya zito. Mama wa mtoto alishika kifua chake, machozi yakianza kumtoka. Bilionea alikaa wima, akimtazama daktari kwa macho makali, akitaka asikie maneno tofauti, lakini hayakubadilika. Alitoka hospitalini siku hiyo akiwa mtu tofauti. Ndani ya gari lake la kifahari, alikaa kimya kabisa. Hakupiga simu, hakuwasha redio, alifikiri tu. Kuanzia siku hiyo, alianza vita yake mwenyewe, vita dhidi ya hali ambayo hakuikubali. Alitumia pesa bila kuhesabu, akasafiri nchi hadi nchi, akizungumza na wataalamu mbalimbali. Kila mtu alimpa matumaini madogo, lakini hakuna aliyempa uhakika. Wakati huo wote, mtoto aliendelea kukua katika ulimwengu wa kimya. Alijifunza kutambua uso wake baba yake, lakini hakujua sauti yake. Alimjua mama yake kwa harufu na mguso, lakini hakuwahi kusikia sauti yake ikimuita kwa upendo. Nyumba ile kubwa ilijaa vitu vya thamani, lakini ilikosa kitu kimoja muhimu: sauti ya mtoto na mzazi wake kuwasiliana. Bilionea alianza kuchoka, si kwa sababu ya pesa, bali kwa sababu ya kushindwa. Kila jaribio liliposhindika, alizidi kuwa mkali, mkimiani na mwenye kujitenga. Alianza kuamini kwamba labda hii ilikuwa ni hatima ambayo hakuweza kuibadilisha. Ndipo, bila yeye kujua, siku moja mfanyakazi wa ndani alikuja kuingia katika jumba lake. Alifika kimya kimya, bila mtu yoyote kufikiria chochote kikubwa.
Hakujua kwamba ujio wake ungeunganishwa moja kwa moja na simulizi la mtoto aliyekuwa akiishi katika ulimwengu wa kimya. Na sasa, baada ya kurejea nyuma hadi mwanzo wa maumivu hayo yote, swali moja lilikuwa bado linang'ingia hewani. Je, kile kilichotokea usiku ule kilikuwa ni mwanzo wa mabadiliko au ni tukio la muda mfupi tu? Usiku ule, chumba cha mtoto kilijaa mwanga hafifu. Bilionea alisimama kimya, macho yake yakielekezwa kwenye alien. Mlango ulifunguliwa kimya, mfanyakazi wa ndani akikaribia kitanda na kitu kidogo kilichojaa upendo. Kwa mikono yake ya tahadhari, alimtolea alien karibu na sikio lake, akimzungumzia kwa sauti ya chini. Mtoto alitetemeka kidogo, kisha akaangalia yule mfanyakazi, macho yake yakionyesha uelewa wa ajabu. Miaka michache kabla, maisha ya bilionea yalionekana kuwa kwenye mstari mzuri. Alijua kuwa baba alikuwa jambo kubwa zaidi kuliko mikataba yote. Siku ya kuzaliwa kwa alien, furaha ilijaa moyo wake, lakini mambo yalibadilika polepole. Mtoto alikuwa mtulivu sana, hakushtuka kwa kelele, na hatimaye vipimo vilionyesha ukweli. Alien alikuwa amezaliwa kiziwi. Kutoka siku hiyo, bilionea alijifunza kuwa pesa na madaktari hawangeweza kubadilisha yote, bali upendo safi na subira ya mfanyakazi wa ndani ndiyo yaliyoleta mabadiliko makubwa. Alien alianza kuelewa hisia kupitia macho na mguso. Hatimaye akatoa sauti yake ya kwanza, "Mama." Bilionea alijua sasa kuwa upendo wa kweli una nguvu zaidi ya mali, hadhi au madaktari. Simulizi hili linafundisha, usimdharau mtu, kwa sababu tendo dogo la huruma linaweza kubadilisha maisha, na upendo safi una nguvu zaidi ya kila kitu kingine duniani.